tafakari ya leo tunapoelekea mwisho wa kipindi cha Pasaka. Leo macho yetu yanaanza kuelekezwa kwenye ahadi kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ujio wa Roho Mtakatifu. Katika Dominika hii ya 6 tunaalikwa kutafakari nafasi ya msaidizi mwingine ambaye Yesu alituahidia ili asituache yatima. Tukitazama somo la kwanza, tunamwona Filipo huko Samaria. Injili inahubiriwa, watu wanabatizwa na mji unajazwa furaha. Lakini tunaona kitu cha pekee. Mitume Petro na Yohane wanalazimika kwenda kuwekea mikono waamini hao ili wampokee Roho Mtakatifu. Hii inatufundisha kuwa licha ya juhudi zetu tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ili kuleta umoja na ukamilifu katika kanisa. Ndugu zangu, Roho ndiye anayeunganisha jumuiya mpya na kanisa zima, akiondoa hali ya kujitenga. Katika somo la Injili tunaona ujumbe wa wosia wa Yesu. Mitume wana huzuni kwa sababu ya kuondoka kwa Yesu na wanaahidiwa msaidizi mwingine. Yesu anaeleza wazi kwamba Roho Mtakatifu watapokea. Na Yesu anamuita Roho Mtakatifu msaidizi. Katika Luka asili, huyu ni yule aliyeitwa kusimama karibu na mtu mwenye matatizo, kama mtetezi mahakamani wakati mtu hana uwezo wa kujitetea mwenyewe. Msaidizi ni Roho Mtakatifu. Yeye ni kutupa sheria mpya, bali kuambatana nasi katika vita dhidi ya uovu, kutupa ujasiri pale tunapokata tamaa, na kutulinda na shutuma za ulimwengu. Tukimruhusu awe karibu nasi, hofu inatoweka na nafasi yake inachukuliwa na amani. Pia Yesu anaitwa Roho wa kweli. Kazi zake si kuleta ujumbe mpya unapoingia na Yesu, bali kutufundisha kuuelewa ujumbe wa Kristo kwa upana zaidi. Roho